mjumbe katika minyororo. Mimi ni mjumbe wa Jesus only katika minyororo. Lakini minyororo haizuii kabisa injili ya Kristo kuhubiriwa. Kila mwanadamu amepewa ujumbe ndani yake na Mungu kuufikisha duniani. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 7 na Luka mstari wa 18 na 19, fungua semi. Lakini Bwana akaniambia, ndio, usiseme mimi ni mtoto maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Maana tazama nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wa nchi hii nao watapigana nawe lakini hawatakushinda maana mimi nipo pamoja nawe asema Bwana ili nikuokoe. Funga semi. Mimi ni mjumbe wa Jesus only katika minyororo, lakini minyororo haizuii kabisa injili ya Kristo kuhubiriwa. Kitabu cha Malaki sura yake ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Angalieni na mtuma mjumbe wangu naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Na yule mjumbe wa agano mnayemfurahia angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Mstari wa 2. Ndio. Lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Wakati mjumbe wa agano ametumwa mbele yetu akituonya kusimama katika utakatifu, lakini pale tulipokuwa wakaidi, utukufu wa Mungu utakaposhuka, ni nani atakayeweza kustahimili mbele ya utukufu wa Bwana? Ameni za washindi. Amen. Au ni nani atakayesimama ndio atakapoonekana yeye? Ulizo. Ndio. Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu ndio asafishaye fedha. Ndio. Ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Amina. Mungu ni lazima atume mjumbe wake kuandaa ulimwengu kabla ya kuleta mapinduzi makuu. Kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 2, fungua semi. Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako atakaitengeneza njia yako. Funga semi. Karibu wajumbe wote katika Biblia walipitia taabu kufungwa na minyororo. Hapo ulipo wewe ni mjumbe umeteuliwa na Yesu kupeleka injili kwenye familia na ukoo wako Ni lazima wapambane na wewe na kukutenga usije kwenye vikao vyao, wanakunyamazisha. Hawautaki ujumbe uliobebeshwa na Jesus only. Kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15 hadi 16, fungua semi. Ndio. Akawaambia enendeni ulimwenguni mote
mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Funga sema. Injili ya kweli inaleta matokeo mawili tu. Jambo la kwanza ni watu kuamini na kubatizwa. Jambo la pili ni kuhukumiwa kwa wasioamini. Unapoona watu wanakataa neno lenye ujumbe wa kweli toka kwa mjumbe aliyetumwa na Mungu, ujue wazi kuwa tayari hukumu ipo juu yao. Wanadamu hupenda sana kugeuza hukumu zao na kuanza kumtesa mjumbe. Amen. Karibu wajumbe wote katika Biblia walipitia tabu. Kama na sisi ni wajumbe wa Mungu, tumebeba ujumbe wa Mungu, lazima tupitie katika tabu. Yes. Ndio maana tangu tumemwamini Jesus only. Ndio. Kwa kuwa hawa ndugu zetu wanatambua ya kwamba wasipotutenga miongoni mwa familia zetu tutawaokoa wengi. Amen. Ili tuwe kizuizi lazima tumtenge. Amen. Akija katikati ya kikao chetu ataleta ujumbe wa Jesus only, na miongoni mwetu wengi watapona, na miongoni mwetu wataokolewa wengi. Lakini kanisa la sasa hatutaki kupitia kwenye tabu. Wewe ni mjumbe wa Mungu. Ndio. Lazima upitie kwenye shida. Lazima upitie kwenye vipingamizi. Ndio. Lazima upitie kwenye kukataliwa. Kabisa. Usizani kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Yesu yuko pamoja na wewe. Hata zoluba inuke. Yes. Yesu hajakuacha. Hata vita inuke. Ndio. Yesu hajakuacha. Amen. Wewe ni mjumbe wa Bwana. Amina. Umebeba ujumbe wa kukomboa ukoo. Yes. Lakini wanaukoo wamekutenga. Wanaukoo wamekuzalau. Kuna muda utatimia. Wale waliokuzalau ndani ya ukoo, wewe ndio utakuwa mponyaji wao. Wewe ndio utakuwa daktari wao. Amen. Kila jambo kabla wajafanya, ndio watakuita mjumbe wa Jesus only. Watakuita njoo useme jambo. Ndio. Njoo uombe kabla hatujatenda. Yes. Sikia mpendwa ulichokibeba. Amen. Lazima wanadamu wa ulimwengu, lazima roho ya ulimwengu ikupinge. Ndio. Izimisho ulichokibeba. Kabisa. Lakini hakiwezi kuzima. Ndio. Lakini hakiwezi kuzima. Hakiwezi. Tumepewa ujumbe. Ndio. Minyololo ya kimizimu hata kama walikufunga, leo itapasuka. Yes. Leo itapasuka. Pasuka. Utaenda mbele yao, hautawaogopa nyuso zao. Amen. Utawaambia acheni mambo ya mila. Acheni mambo ya kuabudu mizimu. Acheni mambo ya matambiko. Wakisema wewe ni mtoto mdogo, utawaambia ninayo ujumbe. Sikilizeni, Yesu anakataa hiki. Yesu anakataa hiki. Miongoni mwao wataliamini jina. Yes. Lipitalo majina yote. Yes. Sema ameni za washindi. Amina. Ni kipindi kimefika. Tuwasogelee ndugu zetu. Tusiwaogope tena. Hata wanapokaa vikao vyao, wakituita, tusitetemeke. Twende mbele yao. Yale ambayo hayana misingi, tukasimame kama wajumbe wa Yesu. Yes. Kutetea koo zetu. Yes. Kutetea familia zetu. Waambie ili hapana. Ili hapana. Ili hapana. Na mkifanya, Yesu wangu atajitukuza katikati yenu. Yes. Watakapoona ishara, watakuogopa. Watakuogopa. Watajua ya kwamba tunayengwe naye sio mtoto mdogo. Ndio. Kama alivyosema nabii Yeremia. Yes. Kwamba nitayaweka maneno kinywani mwako. Yeremia, utakachosema sio cha kwako, ni cha kwangu mimi. Na hakuna wako kipinga. Injili nyepesi. Watumishi wengi siku hizi wamekimbilia injili yenye ujumbe mwepesi wa kubarikiwa na kupokea mkato.
Wamesahau kuwa wanapaswa kutengeneza njia ya Yesu kwa kuwaeleza watu ukweli wa kutubu dhambi zao na za baba zao. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 17 hadi 20, fungu wa semi. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu mkato na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu mkato, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho mkato, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote mkato. Pia na kwa ajili yangu mimi mkato, nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu mkato, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili mkato, ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo mkato, hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi inipasavyo kunena funga semi. Bila ya maombi mkato hatuwezi kuieneza siri ya Injili Tunataka tuanze kuenea vijiji vyote kwa redio mkato, televisheni na mitandao ya kijamii Yaani tunapewa usemi na kufumbua kinywa kuanzia ngazi ya familia mpaka ulimwenguni pote Waamini wote wa House of Prayer mkato ni wajumbe ambao hawapaswi kuogopa minyororo waliofungwa nayo Usiogope vifungo vyako kufanya kazi ya Yesu Kupitia kupeleka ujumbe wa Yesu mkato, minyororo itakatika Itumieni vizuri mamlaka media Amen. Kizazi tulichonacho akipendi injili ya kukemea dhambi, ya kukemea vitu ambavyo vinadhihirisha matendo dhahiri ya mwanadamu. Injili ambayo inahubiriwa sasa hivi sehemu kubwa ya dunia, watumishi wengi wanahubiri injili nyepesi nyepesi. Injili ambayo ukihubiri leo watu mtapokea baraka, watu mtajazwa mapesa, watu tutapiga simu mbinguni hapa, alo mbinguni, alo mbinguni, nipe mume, nipe mchumba. Hizo ndio injili nyepesi nyepesi. Hauwezi kupata mchumba kirahisi rahisi namna hiyo. Hauwezi kupata gari nyepesi namna hiyo. Hizo ni injili za watumishi ambao wanahubiri injili nyepesi nyepesi ili kukusanya mateka wengi kwenda nao jehanamu. Wanaambia pokea safari ya kwenda Marekani, pokea safari ya kwenda Ulaya. Hiyo ni injili nyepesi nyepesi. Lakini injili tulionayo ni injili ya kukwambia acha dhambi, acha uongo, acha umbea, acha usengenyaji, acha uchawi, acha uganga, acha ushirikina. Hii ndio injili Yesu anaitaka, ili watu waigeukie, wamwamini Jesus only. Amen za washindi. Ndio maana ukikemea dhambi hata watu hawezi kukutunza. Ukikemea dhambi hata 100 upati. Lakini ukisema leo mtapokea magari, leo mtapokea majumba, leo mtapokea safari ya kwenda Ulaya, leo mabinti harusi zinatokea, watainuka kwa shangwe, watainuka kwa vigeregere. Lakini leo nawaambia, acha njia zako mbaya, acha matendo yako mabaya. Hayo Yesu hayapendi.
hayo Yesu anayakataa. Amekataa. Acha njia mbaya, Tuambie. zinachelewesha baraka zako. Ndio. Zinachelewesha uponyaji Kabisa. zinachelewesha kufunguliwa Kabisa. zinachelewesha kupona. Kweli. Wachungaji wanaosema ukweli ni wachache sana. Wachache. Katika dunia hii, Kweli. wenye kukemea dhambi, Ndio. wenye kukemea matendo mabaya. Kabisa. Lakini sasa hivi tunaona maelfu na maelfu, Mamilioni. tunaona mamilioni na mamilioni Ndio. wakienda kwenye makutano kwa sababu ya injili nyepesi nyepesi, injili laini laini. Yesu alikataa. Anasema kuna siku nitawakataa, hamkubeba ujumbe wangu sawa sawa. Mbona hamkusema nilichowatuma? Na sisi tunakataa DPP. Tutawaambia ukweli. Kama ni mshirikina, tutakwambia acha ushirikina. Acha. Kama ni mchawi, tutakwambia acha uchawi. Acha. Ili upate kupona. Acha. Hebu tuambiane tu ukweli jamani. Ndio. Na niye waimbaji. Yes. Alo mbinguni. Nataka mchumba. Si injili nyepesi nyepesi hiyo. Simple. Ni kufanya mizaa mbele za Bwana. Ni kufanya ziaka mbele za Bwana. Mchumba hawezi kuja kwa namna hiyo. Lazima ujikague, lazima ujipeleleze, lazima ujitathmini, ufanye bidii kuomba, ndipo atakapotokea mchumba. Lakini huwezi kunyanyua simu mbinguni. Unayo namba wewe ya simu ya mbinguni? Acha injili nyepesi. Acha injili ya ziaka. Acha. Unajua nyimbo zingine sio za dunia, sio za kiroho. Nyimbo nyingine shetani amepenyeza ndani ya makanisa ili kuwaua watumishi wa Bwana. Kabisa. Nataka milioni itoke mbinguni. Nataka mume atoke mbinguni. Haipo. Hata kama akitokea mbinguni hapa akaruka puu, viatu, siketi, suruari, bio. Wasanii wameingia ndani ya makanisa. Kabisa. Imefika kipindi tuwaambie. Yes. Kuna nyimbo zingine zikipigwa tutakuwa tunakaa chini. Hizi ndio injili nyepesi nyepesi. Yes. Sisi tunayemwamini Jesus one. Ndio. Tunapinga watu wanasema pokea safari ya kwenda Ulaya. Lakini simu alo mbinguni tunaimba. Tuna tofauti gani na wao? Mule. Kuhubiri injili ya ujasiri sio jambo jepesi. Waliohubiri injili ya ujasiri walitoa maisha yao rehani. Yes. Walikuwa tayari kukatwa vichwa. Ndio. Tunaona wakina Stefano wanapigwa mawe. Yes. Wakina Paulo wanaburuzwa barabarani. Ndio. Hakuna mtume aliyekufa kifo cha kawaida. Walikufa vifo vya mateso. Injili haikuwa nyepesi kama unaweza kufikiria. Mungu anaangalia moyo. Si tungekuja na kimoyo moyo hapa, tuache mili yetu manyumbani. Ndio. Unakuja umevaa kinguo cha ajabu ajabu. Kijana umevaa suruali chini ya makario. Hapo unasema Mungu anaangalia moyo. Acha kutuharibia ibada wewe. Acha kutuvurugia uwepo wa Bwana. Acha. Lazima tukukemee. Acha. Pandisha suruali. Pandisha sketi. Kavae nguo ya heshima. Ili Roho wa Bwana apate kukutawala. Tuwapate wapi watumishi wenye kuhubiri kwa ujasiri, ambao wako tayari hata kukataliwa, lakini wahubiri ukweli. Watu wamuone Yesu. Watu wamuone Bwana. Haleluya, haleluya. Amen. Watu siku hizi wanaangalia sadaka. Nikihubiri ukweli sadaka zitapungua. Lakini sera ya mzee wa Yesu ni kuwapeleka watu kwenda mbinguni. Anatupeleka mbinguni. Ndio maana anatuonya. Njia pekee ya kupona kwetu, njia pekee ya kufunguliwa kwetu, tuipende kweli ya Kristo. Tukiipenda kweli ya Kristo, hata magonjwa yaliyosalia ndani ya miili yetu yatatuachilia. Tusijifananishe na watu wa huko nje. Sisi ni tofauti na wao. Kabisa. Jana nilikuwa naongea na watu pale bondeni. Tuna makuhani wengi sana humu.
ambao wanakaa kwenye skrini. Mhubiri anahubiri, ajue hata Mungu anayemhubiri Mungu wa aina gani. Alafu anasema najiungamanisha na sadaka yako. Wewe unaabudu miungu wewe. Amen za washindi. Amen. Mizimu naipinga, wachawi unawapinga. Ukikaa kwenye skrini unasema najiungamanisha na madhabahu, unatuma na sadaka yako pa. Umejiungamanisha na miungu wewe. Kabisa. Sisi ni tofauti. Sisi tunajiungamanisha na madhabahu ya Mungu mmoja. Yes. Jina lake moja. Moja. Imani moja. Ubatizo mmoja. Hiyo ndio madhabahu tunajiungamanisha nayo. Sasa wewe uliyemwamini Yesu ndiye Mungu pekee, mizimu umeikataa, lakini kwenye madhabahu nyingine unajiungamanisha nazo. Anamwabudu Mungu yupi? Yupi? Ukitoa sadaka hujajiungamanisha, mizimu itaanza kukufuatilia wewe. Lazima. Wakereketwa wa Jesus only. Kuna watu wana msisimko na mwamko ndani yao kupeleka ujumbe kwenye stendi za mabasi mkato, masokoni mkato, vijijini na mijini. Lakini kuna minyororo ya kiukoo inawakamata kuwarudisha nyuma kato. Msichoke. Shangao. Fanyeni kazi kwa bidii nukta. Paulo aliandika barua nyingi akiwa gerezani mkato, lakini bado alihubiri na kuwa na ushawishi mkubwa kwa kanisa nukta. Hii inafundisha kuwa hata katika kifungo cha kimwili au cha kiroho, mtumishi wa Mungu bado anaweza kuleta nuru kwa wengine nukta. Kuna mambo machache mnapaswa kuyatambua nukta mkato. La kwanza, mateso si mwisho wa kumcha Mungu mkato. Kama Paulo mkato, hata kama uko katika hali ngumu mkato, bado unaweza kuhubiri na kushuhudia kwa ujasiri nukta. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Fungua semi. Ndio. Mkumbuke Yesu Kristo mkato, aliyefufuka katika wafu mkato, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo injili yangu nukta. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya nukta mkato. Lakini neno la Mungu halifungwi nukta. Funga semi. Tena kumbe wenye vifungo ndani yao wanapaswa kuwa wajasiri zaidi katika kulipeleka neno la Mungu nukta. Chanzo cha vifungo na minyororo inayotesa watu ipo kwenye familia na ukoo nukta. Ukipeleka neno la Mungu mkato, wana ukoo waabudu mizimu wataacha mambo yao nukta. Mapepo yatalalamika mkato, unatuharibia vitu vyetu nukta. Nasema vitaharibika tu. Mshangao. Vitu vyao ni minyororo mkato. Wakati mwingine unaota nyoka anakuzunguka mkato, ni minyororo ya ukoo nukta. Na wakati unapomtangaza Jesus only, na minyororo inakuachilia na vifungo vinakatika. Siri kubwa ni kwamba unaposema nitakuja kufanya kazi ya Yesu mpaka nitakapopona, unachelewesha uponyaji wako. Wakati unapomtangaza Jesus only, wakati unaposhuhudia wengine, minyororo inazidi kulegea, inazidi kufunguka.
mwisho inakatika kabisa. Katika shida hiyo hiyo ulionayo, ndio, usiache kunyamaza. Ndio, endelea kupiga kelele mbele za Bwana. Amen. Endelea kumshuhudia Jesus only. Amina. Iwe ndani ya familia, yes, iwe ndani ya jamii unayoishi, ndio, ndivyo minyororo kwako inakatika kabisa. Amen. Isa washindi. Amen. Nilisema siku moja pale bondeni juzi, mafungo yale ya kanisa nzima ya vijana pale. Vijana wengi wanasema kwamba mimi nikioa ndio nitafanya sana kazi ya Yesu. Kama umeshindwa kutengeneza historia, ushuhuda mzuri na Yesu, haujaoa, haujaolewa, je, ukioa utafanyaje ushuhuda na Yesu? Hawezi. Unajua naye kwenda kuolewa naye ama nene muoa? Mjui. Au mjui? Amen. Za washindi. Amen. Kabla hujaolewa, kabla hujaoa, ndio kipindi cha kutengeneza ushuhuda na Yesu. Maana wewe ni mfungwa wa Kristo. Una uhuru wa kwenda mashariki, una uhuru wa kwenda magharibi, una uhuru wa kwenda kaskazini, una uhuru wa kwenda kusini. Yes. Lakini ukioa miongoni mwa mataifa, ndio, hata kale ka ushuhuda ulikuwa unafanya, saa unakwenda kuhubiri analoweka nguo. Amen. Za washindi. Amen. Saa unasema saa 6 naenda kushuhudia, mama anakusanya nguo zote anaweka kwenye dishi. Kuna injili tena hapo? Hamna. Kuna injili tena hapo? Haipo. Kipindi hiki tunapokuwa katika mahitaji, tukamwekea Mungu kama kizuizi, inatakiwa katika mahitaji hayo tulionayo, katika shida tulizonazo, ndipo tumshuhudie Yesu kwa matendo yake makubwa. Yes. Isiwe ni vizuizi kwetu. Kumbe kupitia shida hizo hizo Mungu anataka ajidhihirishe kupitia matatizo tulionayo. Kwa hiyo kwani usiache kumcha Mungu katika mapito ulionayo. Pigie Bwana Yesu makofi na vigeregere. Jambo la pili, kufungwa kwa mwili si kufungwa kwa roho. Ingawa Paulo alikuwa gerezani injili iliendelea kuenea. Hii ni dhihirisho kuwa neno la Mungu haliwezi kufungwa. Na aliendelea kuzaa watoto wa kiroho zaidi na zaidi. Ndiyo. Wengine hajaonana nao uso kwa uso, lakini walitenda kazi. Nipo mbali nanyi lakini nitakapokuja moto utawaka maradufu. Filemoni wa sura ya 1 mstari wa 10 hadi wa 13. Fungua sema: na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu yaani Onesimo ambaye zamani alikuwa hakufai bali sasa akufaa sana wewe na mimi pia niliyemtuma kwako yeye mwenyewe maana ni moyo wangu hasa ambaye mimi nalitaka akae kwangu apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya injili. Funga sema. Vifungo vya injili ni minyororo ambayo haiwezi kukatika mpaka utakapoanza kutumika. Unasubiri nini? Kiulizo. Yes. Kama miguu inawaka moto haipoi, ndio, wacha nitenge muda nianze kushuhudia kila siku. Amen. Uone kama huo moto wa kishawa hautazimika. Uone kama hayo maumivu hayatapoa. Amen. Sema amen za washindi. Utakuwa shuhuda mwenyewe utakapoanza kutumika, yale mateso yatanyamaza. Piga makofi na vigeregere. Amen. Hata Paulo aliyekuwa mjumbe wa Bwana, ndio, naye alikuwa na mwiba kwenye mwili wake kabisa. Hii miba mingine haitoki mpaka tutumike, mpaka tufanye kazi ya Yesu kabisa. Na hiyo miba itanyamaza kimya tutakapoanza kutumika.
naye Bwana atatusaidia. Sema ameni za washindi. Amen. Kwa simama kwa zamu yako. Unasubiri nini kwani wa Kristo? Paulo anasema japo sipo kwa mwili, lakini katika roho niko pamoja na nyinyi. Kwa japo mzee Yesu atupo naye katika mwili, katika roho yuko pamoja na kanisa. Tutumike. Mwambie jirani, anza kutumika. Anza kutumika. Ni askari gani ambaye anavaa tu sare ya jeshi na afanyi kazi? Mbona sisi tunavaa sare na kazi hatufanyi? Hapo hata kuitikia hamna. Mbona sisi tunavaa sare na kazi hatufanyi? Imetupasa tutumike, makuhani wa Kristo, na Yesu atatubariki sana. Piga makofi mengi mengi. Tuendelee kwani. Jambo la 3. Uvumilivu na ujasiri. Ndiyo. Kato. Mjumbe wa Mungu anapaswa kuwa jasiri katika majaribu na kushikilia imani yake. Nukta. Ukisha kanyaga katika kanisa hili mkato, tayari unafanyika kuwa mjumbe. Nukta. Uwe jasiri katika maombi. Nukta. Watakujaribu watesi. Nukta. Kitabu cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2 hadi wa 4. Ameni za washindi. Amen. Unajua watu wanaamini kabisa akija kwa Yesu vita inaisha kabisa Ndio. Ukiwa mjumbe wa Kristo, ukishaanza kutikisa, unapoomba maombi unaleta shoti, lazima ujaribiwe. Lazima. Ndani ya kujaribiwa, ndio, lazima uwe na roho ya uvumilivu, uwe na roho ya ujasiri. Sema ameni za washindi. Amen. Unajua somo la uraia wa Babeli ndio imeleta vituko sana ndani ya wiki hili. Sana. Wangapi wameona vituko ndani ya wiki hili? Wengi. Vituko vimeonekana ndani ya wiki hili. Yes. Kutoka kwenye uraia wa Babeli. Ndio. Sio kazi rahisi. Kazi ngumu. Lazima tuwatikise. Lazima tupigane nao. Amen. Lazima tushindane nao. Kabisa. Hata wakitakapo tujaribu, tunaendelea kusimama. Tunaendelea kupambana ili kuhakikisha wanatuachilia. Amen. Sio ukijaribiwa kwenye uimbaji wako unakata na tamaa. Sio ukijaribiwa kwenye kipawa chako unavunjika na moyo. Kwani wa Kristo, sikia, ulichokibeba lazima kipimwe, lazima kijaribiwe, maana ni upanga, maana ni moto. Unapopiga kwenye madhabahu za ukoo, lazima na wao watume mishale. Yes. Itakapokupiga wewe usitazame nyuma, kaza buti, endelea kupambana, endelea kuvumilia. Amen. Mwisho utavuka. Kitabu cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2 hadi wa 4. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Dumuni sana katika kuomba. Kato. Mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Nukta mkato. Mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo, kato, ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Kato. Mstari wa 4. Ili nidhihirishe, mkato, kama inipasavyo kunena. Nukta. Amina. Imetupasa sana kuwaombea wale wanaotuombea na kutuongoza. Amen. Ili wazidi sana kuinena siri ya Kristo. Amen. Ameni za washindi. Amen. Ma DPP wanapotuhudumia, imepasa na sisi tuwaombee sana
Amina. Imetupasa kanisa kumwombea sana mama mteule, Ni kweli. kumwombea sana mzee wa Yesu. Amen. Ili Jesus One azidi kudhihirisha utukufu wake. Amen. Na injili ya Kristo izidi kuhubiriwa zaidi. Amina. Ameni za washindi. Amen. Na leo tutamwombea sana baba mzee wa Yesu. Yes. Ili sana wakati mambo yatimie kwa wepesi. Amina. Piga makofi na vigeregere. Amen. Usilale tu bila kuwaombea viongozi wetu wa kiroho ili wazidi kuinena injili kwa ujasiri zaidi. Amen. Maana wanayo mapambano makubwa Ni kweli. kwa ajili yetu. Amina. Vita ambavyo kuhani anapigana juu yako, maadui zako wanahamia kwa kuhani. Amen. Sasa lazima na wewe umuombee katika maombi. Ameni za washindi. Amina. Mpaka tumefikia hapa, sisi tumechangia vita juu ya baba mzee wa Yesu. Wale magonjwa mapepo aliyetutoa yakainua vita. Lazima tumuinue nabii wa Bwana. Yes. Ili Yesu aendelee kujidhihirisha ndani yake. Amen. Ili wenye mamlaka wote Ndio. wazidi kuzofika na kuachilia njia. Piga makofi na vigeregere. Jambo la 4. Nguvu ya Mungu hutenda hata katika minyororo kato. Wakati mwingine Mungu huruhusu majaribu ili kupitia hayo mkato watu waongoke au imani yao ikue. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 fungu wa 10. Jaribu halikuwapata ninyi mkato isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu mkato, ila Mungu ni mwaminifu mkato, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo mkato, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea mkato, ili mweze kustahimili. Amen. Haleluya. Kumbe wakati mwingine majaribu tunayoyapitia, mitihani tunayopitia inatusababisha imani iongezeke. Tangu umeanza kupambana siku hadi siku, kiwango chako cha imani kinazidi kuimarika. Yes. Kwa haikupasi kukata tamaa katika mapambano unayopitia. Kila jaribu unalopitia lina mlango wa kutokea. Ndio maana siku hadi siku imani yako inaimarika. Amen. Ulivyoingia kwenye huduma hii na sasa hivi ni vitu vili tofauti. Sasa hivi imani imeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Hata kipindi cha zamani ukisikia tu upepo unapiga kelele, lakini sasa hivi hata kama ukisikia upepo unasema tu chapeni kelele huko, mimi naendelea kulala. Manake imani yako imeongezeka. Hofu imeyeyuka ndani yako. Kwa hiyo mitihani tunayoipitia inatuongezea imani. Minyororo ya mateso kukatika. Paulo na Sila hawakuacha kuomba hata katika kifungo. Nashangaa siku hizi mtu akiwa na hali ngumu anakata tamaa. Kumbe ndiyo tunapaswa kuomba zaidi, na nguvu za Mungu zitajidhihirisha kupitia mnyororo wa Bwana jela unavyokatika. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 hadi 26 fungu wa 10. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kula nchi hata misingi ya gereza ikatikisika na mara hiyo milango ikafunguka vifungo vya wote vikalegezwa. Fungaseni. Paulo na Sila walipeleka ujumbe gerezani. Wafungwa wenzao walisikiliza kwa makini sana. Waliona matokeo. Katika kila ukoo huwa kuna kamba za kichawi. Wataalamu wanazitumia
kuhakikisha kwamba ukoo haupotei. Kama vile unavyofuga ng'ombe au mbuzi, lazima kwanza uwawekee kamba kwenye shingo au kiuno au mguuni. Kitabu cha Ayubu sura ya 36 mstari wa 8 fungu wa semi. Nao wakifungwa kwa pingu mkato, wakitwaliwa kwa kamba za mateso. Funga semi. Wengi huota ndoto ya nyoka kujiviringisha shingoni au kwenye maeneo hayo yote. Huyo nyoka ni minyororo au kamba za ukoo. Ile kamba ikifika usiku huwa inapokea pumzi ya uhai toka kwa Abadoni, inapata nguvu na kuanza kuzungukia wanaukoo. Wengine wanaona nyoka anamuingilia wazi wazi. Wanahakikisha unabakia na uraia wa kuzimu. Leo kata hiyo minyororo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 28 mstari wa 3 hadi wa 6 fungu wa semi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni mkato na kuuweka motoni mkato, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzongazonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi mkato, wakaambiana mkato, haikosi mtu huyu ni muuaji. Mkato ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla. Mkato na kuwakiisha kumwangalia sana mkato na kuona kwamba halimpati dhara lolote mkato, wakageuka mkato, wakasema kwamba yeye ni Mungu. Funga semi. Majoka ya ukoo au mazingira unapoishi hayatakufunga tena. Unapoenda mji mpya ni lazima wakufunge kwa kamba. Waswahili husema kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Kamba hii ni joka la eneo mkato. Ukifika kwanza ufungwe mkato, wakupime. Paulo walimjaribu wenyeji wa kisiwa cha Melita kumfunga kwa kamba yao mkato, lakini aliitupia motoni. Amen. Neno linasema kwamba nashangaa siku hizi mtu akiwa na hali ngumu anakata tamaa. Ameni za washindi. Kumbe wakati ambapo mitume walipita katika magumu, wakiwekwa magerezani, hawakuacha kumsifu Mungu. Amen. Hawakuacha kumwabudu Mungu. Amen. Na wewe katika shida unayokuwa nayo, yes, usimwache kumwabudu Mungu. Amen. Katika vita inapoinuka, usimwache kumwabudu Mungu. Amen. Paulo na Sila wakiwa gerezani usiku wa manane, wakaanza kusifu, wakaanza kuomba. Ghafla pakatokea na tetemeko kuu. Amen. Kama siku ya leo itakapotokea na tetemeko kubwa. Amen. Ile minyororo ya magonjwa, amen, ile minyororo ya kansa ya kichawi, amen, ile minyororo ya kansa ya TB, amen, leo tutakapoanza kusifu na kuabudu, amen, tutakapoanza kuomba mahali hapa, amen, ghafla kutatokea tetemeko. amen, Ghafla kutatokea tetemeko. Minyororo itaanza kukatika. Magereza yataanza kufunguka. Amen. Wengi walioshikwa, yes, na hiyo nguvu ya minyororo wataanza kuachiliwa moja baada ya mwingine. Amen.
Amina. wataanza kutoka moja baada ya mwingine. Amina. Kama ni kansa itakuachilia. Yes. Kama ni TB itakuachilia. Itaachia. Kama ni kisukari kitakuachilia. Itaachia. Kama ni mnyololo wa utasa utakuachilia. Itaachia. Tutakapoanza kuomba mahali hapa, Amina. malaika watashuka. Yes. Hata kama umewekwa kwenye gereza, iwe ni baharini, iwe ni makaburini, yuko malaika atatumwa. Amina. Kama vile mwanapunda alivyoenda kufunguliwa, Yes. yuko malaika atakwenda mahali ulipofungwa, unakwenda kutolewa. Amina. Unakwenda kuwekwa huru. Amina. Kama uliwekwa kwenye kibuyu, Yes. saa hii kinapata shida. Kinapasuka. Kama uliwekwa chini ya kitanda, saa hii kitanda kinapata shida. Amen. Kama uliwekwa kwenye kaburi la bibi, Yes. saa hii kaburi inapata shida. Amen. Yuko malaika, na watakapouliza kwa nini leo mnamfungua kaka huyo, kwa nini mnamfungua mama huyo, Ndio. tutasema Bwana anaacha na yeye, anaacha na yeye. Anaacha na- Mmemtesa miaka mingi, mmemtesa muda mrefu. Leo Yesu anaacha na wewe. Anaacha na mimi. Leo Yesu anaacha na wewe. Amen. Katika gereza uliofungiwa, Yes. yuko malaika anaenda, yuko malaika anakwenda kukutoa. Ndio. Naongea na watu walio hai hapa. Yes. Naongea na watu ambao wako tayari. Ndio. Malaika hajawatoe gerezani, Hajawatoa. hajawatoe gerezani. Akatutoe. Sikia nikwambie, Tuambie. katika kifungo chochote Ndio. yuko aliyekufunga. Yes. Na katika kukufunga kwako, Yes. leo Yesu ametutuma. Amen. Leo Yesu ametuagiza, Ndio. kila kamba, kila mnyororo, Nyororo. leo Leo. tunatangaza, Ah. tunatangaza, Ndio. tunatangaza. Tangaza. Walifunga kizazi, Ndio. leo kinafunguliwa. Kinafunguliwa. Walifunga afya yako, Ndio. leo inafunguliwa. Inafunguliwa. Walikufunga kwenye gereza la Kutokuolewa. la kutokuoa. Kutokuoa. Yeah. Leo. Watu leo wanafunguliwa. Wanafunguliwa. Leo watu wanafunguliwa. Wanafunguliwa. Wale mizimu wakiuliza Leo. DPP James, Ndio. kwani unamfungua? Leo. DPP Naza, Ndio. kwani unamfungua mama huyo? Kwa nini? Alfred, Kwa nini? kwani unamfungua kuhani Kwa huyo? nini? Yesu anasema Kwa nini? anaacha naye, Anaacha na Bwana. anaacha naye, Anaacha naye. anaacha naye, Jesus only. anaacha naye. Anaacha na yeye. Kwani unamfungua Jesus only. wewe DPP James? Ndio. Devi, kwani unamfungua? Kwa nini? Anaacha na yeye. Anaacha naye. Kipawa chake Yesu. cha uimbaji Anaacha nacho. mlichokishikilia, Yesu. leo mnaachia kanisa. Anaacha nacho. Leo anaachia kanisa. Jesus. Leo anaachia kanisa. Anaacha nayo. Leo anaachia kanisa. Wanaachia. Walio tayari Wanaachia. kufunguliwa Wanaachia. kwenye minyororo Wanaachiliwa. ya magonjwa. Wanafunguliwa. Yesu anaacha. Wanaachiliwa. Anaacha na wewe. Anaacha na wewe. Yes. Leo.